Somo ambalo Mungu ametupa lina kichwa kinachosema upako wa Alfa na Omega. Upako wa Alfa na Omega. Somo letu lina kichwa kinachosema upako wa Alfa na Omega. Na lengo la somo la jioni ya leo ni kukujulisha umuhimu wa upako wa Alfa na Omega. Lengo la somo ni kukujulisha umuhimu wa upako wa Alfa na Omega. Na mimi najua kila mmoja aliyeko hapa, neno upako si neno geni kwake. Ni neno ambalo tumekuwa tukilisikia mara nyingi katika jumuiya za Kikristo. Na mara nyingi ukiona mtumishi anayetumiwa sana kwenye eneo fulani, anatumiwa kwenye eneo la kiwalimu, anatumiwa sana kwenye eneo la unabii, anatumiwa kwenye eneo la uponyaji na miujiza, tunasema huyu mtumishi ana upako juu yake, ana nguvu za Mungu juu yake. Kwa hiyo upako kibiblia ni kumiminiwa mafuta juu, ni kumiminiwa au kupakwa mafuta. Ukienda kwenye Agano la Kale, watumishi wote wakubwa kabla hawajawekwa kwenye nafasi za utumishi walikuwa wanamiminiwa mafuta na Roho Mtakatifu. Sauli alipoingia kwenye nafasi alimiminiwa mafuta na Samueli. Daudi alipoingia kwenye utumishi alipakwa mafuta. Suleiman alipoingia kwenye nafasi ya utumishi alipakwa mafuta. Kwa hiyo kwenye agano hili jipya yana maana ya Roho Mtakatifu kukaa juu ya mtu na kumtenga huyo mtu kwa ajili ya kusudi aliloitiwa na Mungu. Mafuta yanamaanisha upako wa Roho Mtakatifu au Roho Mtakatifu kukaa juu ya mtu na kumtenga huyo mtu kwa ajili ya kutumikia kusudi aliloitiwa na Mungu. Bwana asifiwe. Sasa unisikilize. Tunaposema upako kibiblia, tunazungumza juu ya nguvu za Mungu, uweza wa Mungu na utukufu. Tunaposema upako, tunazungumza juu ya nguvu za Mungu, utukufu wa Mungu na uwezo wa Mungu. Ukisoma kitabu cha Matendo ya Mitume ile sura ya kwanza mstari ule wa 8, Matendo ya Mitume sura ya kwanza na mstari wa 8. Matendo ya Mitume sura ya kwanza ule mstari wa 8, Biblia inasema, lakini mtapokea nguvu akiisha kuajilia juu yenu Roho Mtakatifu, nanyi mtakuwa mashahidi wangu katika Yerusalemu na katika Yudea na katika Samaria hata miisho ya nchi. Na ukisoma kitabu cha Luka ile sura ya 24 mstari wa 49, utaona maandiko pale pia yanasema, kaeni humu nchini mpaka mfikwe uweza utokao juu. Alikuwa anazungumza na wanafunzi wake, amekaa nao miaka 3, amewafundisha huduma na utumishi, lakini hakuwaruhusu kwenda kazini kuanza utumishi wao. Anawaambia msubiri kwanza mpaka mfikwe uweza utokao juu. Sasa lile neno uweza na lile neno nguvu kwa lugha ya somo letu linaitwa upako wa Roho Mtakatifu. Na jioni ya leo tunaenda kutazama upako wa Alfa na Omega. Haleluya. Kitabu cha Ufunuo sura ya kwanza mstari wake wa 8. Ufunuo sura ya kwanza mstari wa 8, Biblia inasema, mimi ni Alfa na Omega, mwanzo na mwisho,
asema Bwana Mungu, aliyeko, aliyekuwako na atakayekuja Mwenyezi. Nataka uone mstari huu. Yesu anajitambulisha kwetu kama Alfa na kama Omega. Maana yake anajitambulisha kama mwanzo na mwisho. Kwa lugha nyingine, Yesu anasema mimi nikiwa ndiye Alfa au nikiwa ndiye mwanzo, katika mwanzo wa mwaka wenu nitawawezesha na kuwafanikisha katika mwaka wenu, na nikiwa Omega katika mwaka wenu nitahakikisha na walinda na kuepusha ndani ya mwaka wenu. Kwa hiyo ukimpa Mungu nafasi kama Alfa kwenye mwaka wako, Mungu atahakikisha na kutetea na kufanikisha ndani ya mwaka wako. Na ukimpa nafasi kama Omega kwenye mwaka wako, atahakikisha na kuepusha na mabaya ndani ya huo mwaka, ili uweze kufurahia mema yake ndani ya huo mwaka. Nisikilize watu wa Mungu, kila tunapoingia mwaka, Mungu anataka atupokee ndani ya huo mwaka kama Alfa, na anataka aende kule mwishoni kama Omega. Anataka tutembee ndani ya mwaka pamoja naye, tuwezeshwe na yeye, tufanikishwe na yeye, tufushwe na yeye katika mwaka tunaoingia. Jina la Yesu libarikiwe. Haleluya. Angalia kitabu cha Kumbukumbu la Torati, ile sura ya 11. Kumbukumbu la Torati sura ya 11 mstari wake na wa 12. Biblia inasema, nayo ni nchi itunzwayo na Bwana, macho ya Bwana Mungu wako ya juu yake tangu mwanzo wa mwaka hata mwisho wa mwaka. Tangu mwanzo wa mwaka hata mwisho wa mwaka. Unisikilize, Mungu akihusika na mwaka wako, anahusika na usalama wako. Maandiko tumesoma, anawaambia wana wa Israeli, macho yangu yanawatazama tangu mwanzo wa mwaka mpaka mwisho wa mwaka. Maana yake Mungu anasema kuanzia mwanzo wa mwaka, mimi Mungu nitakuwa nikiwatazama, nihakikishe mnalindwa, nihakikishe mnawezeshwa, na nihakikishe mnaepushwa katika huo mwaka. Wangapi wananielewa? Bwana Yesu asifiwe. Sasa nataka tuangalie kwa nini tunahitaji upako wa Alfa na Omega. Kwa nini tunahitaji upako wa Alfa na Omega? Kwa nini tunahitaji upako huu wa Alfa na Omega? Tutaangalia mambo matatu, alafu tutaingia kwenye maombi. Mambo matatu. Jambo la kwanza, upako wa Alfa unatusaidia kuanza lolote na Mungu. Upako wa Alfa unatusaidia kuanza lolote na Mungu. Upako wa Alfa unatusaidia kuanza lolote na Mungu. Unisikilize, Alfa maana yake mwanzo. Kwa hiyo jambo lolote linaloanza na Mungu linaanza na upako wa Alfa. Upako wa Alfa ndio unaomfanya Mungu ahusike na biashara yako, ahusike na miradi yako, ahusike na afya yako. Kwa hiyo kuanza mwaka bila upako wa Alfa ni kama kuanza mwaka bila msaada wa Bwana. Kuanza mwaka bila upako wa Alfa ni kama kuanza mwaka bila ulinzi wa Bwana. Kuanza mwaka bila upako wa Alfa ni kuanza bila utetezi wa kiungu. Ukisoma ile Yohana 15 ule mstari wa 5, Biblia inasema pasipo mimi ninyi hamwezi jambo lolote. Manake Mungu asipohusika na mwaka wako, chochote utafanya ndani ya huo mwaka wafanya kazi bure. Wafanya kazi bure maana yake nini? Chochote unachofanya hautakuwa na matokeo. Ili uweze kupata matokeo kwenye jambo lolote unafanya ndani ya mwaka,
Mungu anataka ahusike na mwaka wako, ahusike na kazi yako, ahusike na biashara, ahusike na ofisi yako. Chochote unagusa anataka ahusike, na njia anayoitumia anaweka upako juu ya maisha yako. Mnisikilize watu wa Mungu, tunamhitaji Mungu kwenye maisha haya kuliko tunavyofikiria, hasa katika ulimwengu huu mgumu ambao huko nje karibu kila mtu anategemea nguvu za giza. Ukienda maofisini wanategemea nguvu za giza. Mtu amepata cheo kidogo tu anategemea uganga na uchawi. Ameanza biashara anategemea ushirikina. Katikati ya giza namna hiyo, tunamhitaji Mungu mwenye nguvu aingilie kati kazi zetu, ili ijulikane ya kwamba Mungu tuliye naye ndiye Mungu mwenye nguvu. Na upako huu ukikaa juu yako, watu watakapokuuliza siri ya mafanikio yako, mwambie upako wa Alfa uko juu yangu na upako wa Omega unanisaidia. Haleluya, haleluya. Karabashanda. Kitabu cha Kumbukumbu la Torati tena, sura ya 11 mstari wa 14 mpaka wa 15. Biblia inasema, ndipo nitakapowapa mvua yenu ya wakati wake, mvua ya masika na mvua ya vuli, mpate kuvuna nafaka na divai yako na mafuta yako. Nami nitakupa nyasi katika mvua yako kulishia wanyama wako na mifugo yako, nawe utakula na utashiba. Sikilize vizuri, sikilize vizuri. Mungu anazungumza na taifa la Israeli, na anazungumza nao namna atakavyowapeleka kwenye nchi ya Kanaani na jinsi atakavyowatunza na kuwafanikisha. Mungu anasema mkifika ile nchi, ili muweze kupata mazao na kuvuna mazao, nitawapa mvua za aina mbili. Tawapa mvua za vuli, tawapa mvua za masika. Sasa mvua ya vuli ni mvua inayotumika kuoteshea mazao na kukuzia mazao, na mvua ya masika inatumika kukomazia mazao, inakomazia mazao. Unisikilize, hakuna mkulima yoyote anayetegemea mazao ya komae, kwa sababu anategemea mvua ya kupandia peke yake. Kila mkulima anamwamini Mungu ampe mvua ya kupandia na ampe mvua ya kukomazia mazao. Hazungumzi juu ya mvua hii, anazungumza juu ya baraka zake, anazungumza juu ya upako, anazungumza juu ya kibali kukaa juu ya watu. Sasa unisikilize, Mungu anaposema nitawapa mvua ya vuli, alikuwa anazungumza juu ya upako wa Alfa, na anaposema nitawapa mvua ya masika, anazungumza juu ya upako wa Omega. Anasema nitawapa upako wa Alfa ili uwape kuanza kitu maishani mwenu, lakini upako wa Alfa hauwezi kukamilisha mlichoanza. Kwa ili mlichoanza kikamilike, mnahitaji upako wa Omega. Kazi ya upako wa Omega ni kuwezesha kilichoanza na upako wa Alfa ili kiweze kufika mwisho. Bwana asifiwe. Na najua kuna watu wengi sana leo ambao tunapoanza vitu tunaanza na upako wa Alfa. Ukianza biashara, ukianza mradi, ukianza kazi, unaanza kwa maombi. Yanaitwa maombi ya Alfa. Unaita na watumishi, wataomba kwa ajili ya kazi yako, wataomba kwa ajili ya biashara. Ule upako unaoachiliwa unaitwa upako wa Alfa. Kazi ya ule upako ni kukusaidia kuanza na kukuwezesha kuanza, lakini upako wa Alfa hawezi kukamilisha ulichokianza. Na ndiyo maana watu wengi sana wakianza namna hiyo, miezi mitatu ya kwanza wataona neema kubwa sana. Biashara zinaenda, miradi inasogea, kila wanachofanya kinapata matokeo, wanamshukuru Mungu. Lakini kipita miezi mitatu, ghafla wanapita kwenye kipindi cha jangwa, kila kitu kinakauka. Huoni wateja, huoni mpenyo, huoni milango ikifunguka. Kwa nini? Ulikuwa na upako wa Alfa
ulikupa kwanza, haukuwa na upako wa omega wa kukamilisha ulichoanza. Mungu anasema nataka nianze na wewe mwanzo wa mwaka, macho yangu yanakutazama, niende mpaka mwisho wa mwaka, macho yakutazama, nikiachilia upako ufanikishao. Ni maombi yangu jioni ya leo, upako wa Alfa ukawe juu yako na kila ufanyalo likafanikiwe. Haleluya, haleluya. Karabashanda. Kitabu kile cha Mhubiri sura ya 7 na mstari wa 8. Kitabu cha Mhubiri sura ya 7 mstari wa 8, Biblia inasema, heri mwisho wa neno kuliko mwanzo wake. Heri mwisho wa neno kuliko mwanzo wake. Maana yake nini? Hakimsumbui Mungu namna unavyoanza. Mungu anatazama namna atakavyokufikisha kule mwishoni. Unaweza ukaanza kinyonge katika hali ngumu sana, lakini upako wa Alfa ukiwa pamoja nawe utakuwezesha kupata matokeo makubwa kule mwishoni. Nisikilize vizuri. Unahitaji upako wa Alfa na unahitaji upako wa Omega ili unapofika kule mwishoni uwe na mwisho mwema. Biblia inasema kuwa na mwanzo mdogo sio shida. Shida ni kumaliza na mwanzo mdogo. Kuwa maskini sio shida, kufa maskini ndio shida. Hakuna mtu aliyezaliwa na kitu, wote tulizaliwa bila kitu. Vitu vyote duniani vimetafutwa duniani na vimepata duniani, na hakuna mtu aliye maalum sana kwa ajili ya kupata. Kila mtu anaweza akapata kama walivyopata wengine. Lakini nataka nikuambie mtumishi wa Bwana, dunia tulio nayo huwezi ukapata kwa uwezo wako. Unahitaji msaada wake na nguvu zake zikusaidie na zikuwezeshe. Nimeona watu wengi sana walikuwa na mitaji mikubwa, walipoenda kwa uwezo wao wakazika mahali pengine, lakini jioni ya leo hautazika tena. Bwana ataweka upako juu yako na utaona ukiinuka in the name of Jesus. Karoshataya. Jambo la pili, upako wa Alfa na Omega unatusaidia kumaliza vizuri. Upako wa Alfa na Omega unatusaidia kumaliza vizuri. Upako wa Alfa na Omega unatusaidia kumaliza vizuri. Kitabu cha Amos ile sura ya 4. Amos sura ya 4 mstari wa 7. Amos sura ya 4 na mstari wa 7. Biblia inasema, tena nimeizuilia mvua msiipate, ilipobaki miezi 3 kabla ya mavuno. Nami nimeonyeshea mvua ya maji mji mmoja, nikazuilia mvua isinyeshe juu ya mji mwingine. Sehemu moja ilipata mvua na sehemu nyingine mvua ilikatika. Sikilize, anasema tena nimeizuilia mvua isinyeshe ilipobaki miezi 3 kabla ya mavuno. Kwa lugha nyingine anasema niliwapa mvua inayoitwa Alfa, nikawazuilia mvua inayoitwa Omega. Mvua ya Alfa iliwasaidia wakapanda, mazao yakaota. Wakati yanakaribia kukomaa, mvua ikakatika, na mvua ilipokatika hawakupata mazao. Hili ni shamba lililostawi sana mwanzoni. Kila aliyepita alisema hapa kuna kitu, hapa kuna kitu, lakini mwisho wake hakupata kitu. Nisikilize vizuri. Kuna upako kwenye Biblia
unaitwaga alfa. Kazi yake ni kukusaidia kuanza. Utaanza vizuri sana, lakini unahitaji omega. Hao watu walianza kwa utukufu, lakini walimaliza vibaya sana. Tulitarajia wangejenga magorofa kwa namna walivyokuwa wanaanza, lakini mvua ilikata kule mwishoni, hawakumaliza vizuri. Mungu aliye hai atusaidie. Tunahitaji upako huu alfa, tunahitaji na upako wa omega. Si tu kwamba tuanze, lakini natakiwa tumalize kwa utukufu mkubwa. Kitabu cha Zekaria, sio Ezekiel. Zekaria sura ya 4. Zekaria sura ya 4 mstari wa 6 mpaka wa 9. Zekaria 4:6 mpaka 9. Neno la Bwana linasema, akajibu akasema, hili ndilo neno la Bwana kwa Zerubabeli kusema, si kwa uwezo wala si kwa nguvu, bali ni kwa roho yangu, asema Bwana wa majeshi. Ni nani wewe, mlima mkubwa mbele ya Zerubabeli? Utakuwa nchi tambalale, naye atalileta lile jiwe juu kabisa, pamoja na vigeregere vya neema na neema ilikarie. Tena neno la Bwana likamjia kusema, mikono yake Zerubabeli itaweka misingi nyumba hii, na mikono yake ndiyo itakayomaliza jengo hili. Nawe utajua ya kuwa Bwana wa majeshi amenituma kwenu. Ili watu wajue Bwana wa majeshi yuko nawe, wataona matokeo ambayo hukuwahi kuwa nayo. Nisikilize, habari nimekusomea inamhusu mtu mmoja anaitwa Zerubabeli. Alikuwa na jukumu la kuanzisha mradi wa ujenzi. Alipotaka kwenda kwa nguvu zake, Mungu akamwambia, no, kwa uwezo wako na nguvu zako hautaweza. Maana si kwa uweza wala kwa nguvu, bali kwa roho yangu, maana yake kwa upako wangu. Kwa nini? Kwa sababu katika project aliyokuwa naijenga, mbele yake kulikuwa na vikwazo. Mstari wa 7 anasema, unani mlima mkubwa ulio mbele. Zerubabeli alikuwa anaona fursa, lakini hakuona kizuizi, hakuona kikwazo kwenye fursa yake. Kwa hiyo alitaka aanze kukimbiza mradi wake, lakini kwenye ulimwengu wa roho kuna mlima unaosimama mbele yake, na ndio maana ilibidi Mungu aachilie mafuta juu yake. Mstari wa 6, na anawaambia, mlima ulio mbele, kwa sababu ya mafuta yaliyo juu ya Zerubabeli utaangushwa, utakuwa nchi tambalale, na nitampa Zerubabeli kigeregere kilichoitwa ni neema, ni neema, ni neema. Maana yake atampa mafanikio ambayo atakuwa anasema, huyu ni Bwana kanisaidia, huyu ni Bwana kanisaidia, huyu ni Bwana kanisaidia. Alafu anasema, nyumba hii itawekewa misingi kwa mikono ya Zerubabeli, na itakamilishwa kwa mikono ya Zerubabeli. Maana yake nini? Ule upako alioweka juu yake utamwezesha kuweka msingi, na ule upako utamwezesha kukamilisha jengo. Upako aliowekewa juu yake ungemsaidia kuanza mradi, kukaa kwenye ofisi, kuanzisha biashara, lakini malengo alionayo kule mwishoni yangetimia. Nisikilize watu wa Mungu, hatutimizi malengo kwa uwezo wetu, tunatimiza malengo kwa kuwezeshwa. Katikati ya kazi tulizo nazo, wanaotamani kuona kazi zinadumazwa ni wengi mno. Kuna mtu mwingine anapita, anaona wateja wanaingia kwako tu, anatamani atamke neno gumu, kuanzia leo wateja wakate hapa.
Lakini maandiko yanasemaje? Upako ukiwa juu yetu, mlima wowote utakaoinuka Mungu atakupa kigeregere. Wanapokuwazia mabaya, Bwana anatokezesha mema. Wanapofikiria maovu, Bwana anaachilia baraka. Haleluya! Hii inaitwa upako wa Alfa na upako wa Omega maishani mwako. Karabashanda. Kanisa, Bwana Yesu asifiwe. Watu wa Mungu, haleluya, haleluya. Sasa unisikilize. Mimi sijui kwenye maisha yako, inawezekana wewe ni mmoja kati ya watu ambao wanaanza vitu havifiki mwisho. Unaanza vizuri sana, unaiona neema kubwa sana mwanzoni, lakini baada ya muda kidogo ni kama kuna kaupepo kamepuliza mbele yako. Hauoni matokeo. Unapita kwenye jangwa, unatafuta sababu kushoto na kulia, hauioni. Mambo hayaendi, mambo hayasogei. Nisikilizeni watu wa Mungu, kuna siri katika neno la Bwana. Tunamhitaji Mungu ahusike na maisha yetu, na ngoja nikwambie, Mungu hatahusika na wewe kwa sababu wewe ni Mkristo. Atahusika na wewe kwa sababu umemwita. Unajua, unaweza ukawa unauma, umekaa hapa na Yesu yuko hapa, anatamani akusaidie, lakini amekosa kibali chako. Ni mpaka umeomba ndio atajidhihirisha kwako akusaidie. Kuna watu wamekaa wanalia, mambo hayasogei, mambo yapige hatua, kila kitu kimekwama, na Yesu yuko ndani yao na wanajiita ni watoto wa Mungu. Wakikuuliza nini ndugu yangu, anasema nimemwachia Mungu, na Yesu anasema nakusubiria wewe, nakusubiria wewe. Jioni ya leo tunapoomba, omba ni kama vile uko peke yako. Mwambie Bwana, ninapoanza mwaka, anza pamoja nami, na upako wa Alfa uende nami, na wa Omega ufunike maisha yangu. Haleluya, Jesus. Karabasha. Kitabu kile cha Yoeli, ile sura ya 2. Kitabu cha Yoeli sura ya 2 mstari wa 3. Biblia inasema moto unakula mbele yao, na nyuma yao ni yale ya moto iteketezayo. Nayo nchi inafanana na bustani nzuri mbele yao, nyuma yao ni jangwa tupu. Nataka uone lile neno, nchi inafanana na bustani nzuri mbele yao, lakini nyuma ni jangwa tupu. Bwana asifiwe. Mungu anazungumza na hali za kiroho za watu hawa. Maisha yao yalikuwa ni kama jangwa, lakini mbele yao kuna bustani nzuri. Na hii inatuonyesha ya kwamba mahali popote ulipo sasa, kiuchumi au kimaisha, haijalishi ni pagumu kiasi gani. Inawezekana uko jangwani na haupendi hiyo hali, lakini ndani yako lazima uwe na ndoto, lazima uwe na maono ya bustani nzuri iliyoko mbele. Kwa sababu kama hauna maono, hauna unakwenda. Biblia inasema pasipo maono watu hushindwa kujizuia. Maono yanakuwekea mpaka, yanakupa mwelekeo wa maisha yako, yanakuonyesha unaenda wapi. Mungu hana mahali pa kukupeleka kwenye hatima yako kama hauna vision, hauna maono ndani yako. Lazima uwe na picha kubwa juu ya kesho yako. Upako huu unapoachiliwa juu yako, ukubebe kutoka mahali ulipo, ukupeleke mbele yako kwenye bustani nzuri. Jambo la tatu, upako wa Omega unatusaidia kumaliza kwa utukufu. Upako wa Omega unatusaidia kumaliza kwa utukufu. Unatusaidia kumaliza kwa utukufu. Upako wa Alfa na Omega.
unatusaidia kumaliza kwa utukufu. Unatusaidia kumaliza kwa utukufu. Sasa unisikilize. Kumaliza kwa utukufu maana yake nini? Kumaliza kwa utukufu maana yake nini? Kumaliza kwa utukufu ni kumaliza kwa matokeo yasiyoweza kusahaulika. Kumaliza kwa utukufu ni kumaliza kwa matokeo yasiyoweza kusahaulika. Maana yake Mungu atakupa kufanikiwa na atakupa matokeo yanayozidi matarajio yako. Ukifanikiwa kwa kiwango kinachozidi matarajio yako, tunasema umemaliza kwa utukufu wa Mungu. Na mimi najua kila mmoja aliyeko hapa una matarajio ulionayo kwa mwaka huu. Kuna mtu ana matarajio kwa mwaka huu angalau afike kipato chake angalau milioni 10. Mungu akiachilia upako huu atakuwezesha kupita matarajio yako. Labda naweza akakupa milioni 15. Kuna mwingine anamwamini Mungu apite matarajio afike angalau milioni 50. Mungu atakuwezesha kufika milioni 60. Mungu atakuwezesha kwenda milioni 70. Uzidi matarajio yako. Nisikilize. Kumaliza kwa utukufu haumalizi kwa uweza wako. Unamaliza kwa nguvu za Mungu kuhusika na wewe. Ile wa Efeso 3:20 anasema atukuzwe Mungu awezaye kufanya mambo makubwa na ya ajabu kuliko yale tuombayo na tuwazayo. Maana yake Mungu anaweza akajibu tunayowaza, anaweza akajibu tunayotarajia kwa kadri ya nguvu itendayo kazi ndani yetu. Maana yake kwa kutegemea kiwango cha nguvu ndani yako. Una nguvu kiasi gani za kukusaidia kujibu unachoomba, kujibu unachotarajia na kuzidi matarajio yako? Inategemea kiwango cha nguvu. Na kiwango cha nguvu hakiji kwa sababu umeomba. Inategemea kiu ulionayo kwenye maombi. Tunapoomba Bwana tufunike na upako huu, una kiu kiasi gani? Kwa sababu Mungu haachilii upako kwa kutegemea maombi, anategemea kiu. Kwa sababu kiu ya moyo wako ndiyo inayozungumza mbele za Mungu. Unamtaka Mungu kwa kiwango gani kwa mwaka huu? Unataka Mungu aingilie kati kazi yako, aingilie kati uchumi wako, aingilie kati afya yako. Unamtaka kwa kiwango gani? Ile haja ya moyo wako ataachilia upako. Ukitaka upako nusu lita, ataachilia nusu lita. Na utapata matokeo kwa kadri ya nguvu. Kwa kinachoamua ni kiwango cha nguvu. Ni maombi yangu jioni ya leo uwe na kiu kubwa ndani yako. Tunapoomba hapa uwe na kiu, ni kama vile uko peke yako. Kwa sababu haya maisha sio ya jirani yako, sio ya rafiki yako, ni ya kwako binafsi. Na lazima usimame binafsi kupambania ndoto zako. Inategemea kiu ulionayo. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Kitabu kile cha Ayubu, ile sura ya 8. Ayubu sura ya 8. Ayubu sura ya 8 na mstari wa 7. Ayubu sura ya 8 mstari wa 7, Biblia inasema, tena ijapokuwa huo mwanzo ulikuwa mdogo, lakini mwisho wako umeongezeka sana. Bwana Yesu asifiwe. Anasema mwanzo wake ulikuwa mdogo, lakini mwisho wake umeongezeka sana. Maana yake nini? Mungu anapoachilia upako wa Alfa na Omega juu yako, huu upako unapokuja juu yako unakutofautisha. Maana yake utakuwa na uwezo wa kuona tofauti kabisa. Hiki ndio kiwango nilichoanza nacho, na hapa ndio Mungu amenileta sasa. Nilianza na kidogo, lakini Mungu amenisaidia kwa ukubwa. Utaweka tofauti ya wazi kwenye maisha. Na usipoona upako ukiweka tofauti, inamaanisha haukuja.
Mungu hawezi akaachilia upako juu ya mtu na maisha ya mtu yakabaki kama yalivyo. Haiwezekani. Nguvu za Mungu zikija juu ya mtu, cha kwanza usiangalie kunena kwa lugha, angalia badiliko lake, kwa sababu kazi ya kwanza utakubadilisha. Kuna matokeo ya waziwazi ambayo kila mtu ataona. Kama ni biashara utaona, kama ni mradi utaona, kama ni ofisini utaona. Kuna matokeo yatakayoonekana, na yale matokeo ndio utukufu wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Unisikilize, kumaliza kwa utukufu maana yake nini? Ni kumaliza na alama isiyoweza kusahaulika. Maana yake utukufu ukikaa juu yako unakuwezesha kufanya kitu ambacho miaka yako yote utakumbuka. Kuna mwaka niliishi, gari nilionayo nilinunua 2026, upako ulinisaidia. Nyumba nilionayo nijenga 2026, upako ulinisaidia. Kiwanja nimenunua nipata 2020. Kuna kitu utafanya kitakachokuwa ni alama kwako, kama ushahidi ya kwamba upako niliopokea Januari umefanya hiki, umefanya kile, umefanya na kile. Mimi sijui unataka Mungu afanye nini kwako, kwa sababu kama ni mipango tunapanga kila mwaka, lakini tukimaliza mwaka hakuna kilichofanikiwa. Kupanga tunapanga, na kuna watu wanasema nitajenga, ni mwaka wa 20 sasa, bado kiwanja kiko pale pale, mwingine msingi umebadilika mpaka rangi. Kwa nini? Unahitaji uwezeshwe ili uweze kufika hapo. Jina la Yesu libarikiwe. Tusimame sasa. Karoshandarabakaya. Naomba kabla hatujanani, naomba tukae dakika moja. Tukae dakika moja. Andika ombi hili takaloomba jioni ya leo. Andika: Baba, nifunike na upako wa Alfa na Omega. Nifunike na upako wa Alfa na Omega. Baba, nifunike na upako wa Alfa na Omega. Alafu tamwambia Mungu mambo matatu ndani yake. Jambo la kwanza, niwezeshe kufanikiwa zaidi ya matarajio yangu. Niwezeshe kufanikiwa zaidi ya matarajio yangu. Na jambo la pili, kwa la kwanza bado wanaandika, niwezeshe kufanikiwa zaidi ya matarajio yangu. Jambo la pili, nitofautishe na watu wengine kwa kibali na matokeo. Nitofautishe na watu wengine kwa kibali na matokeo. Mnaofanya unachofanya mko wengi, lakini mwaka huu Mungu akutofautishe, akupe kibali cha pekee kwenye kazi yako, na akupe matokeo ya tofauti kwenye kazi yako. Jambo la tatu, andika: niwezeshe kuacha alama. Niwezeshe kuacha alama itakayonikumbusha wema wako mwaka huu. Niwezeshe kuacha alama itakayonikumbusha wema wako mwaka huu. Itakayonikumbusha wema wako mwaka huu. Hayo ni maombi yako ndani ya ombi la kwanza.
La 4 nitakuja kuliombea baadaye vizuri, nitaweka maelezo. Haya tutaomba wenyewe, lakini hili hapa kuna namna nitaongoza. Andika, imarisha afya yangu mwaka huu. Imarisha afya yangu mwaka huu. Bwana Yesu asifiwe. Imarisha afya yangu mwaka huu. Ninashauri jambo moja, kama unatamani kuwa na hatima yenye utukufu, jitahidi upate angalau siku 3 za kufunga kwa ajili ya mafanikio yako kwa mwaka huu. Angalau siku 3, na ufunge mwezi wa kwanza siku 3 ziwe mfululizo kwa ajili ya mafanikio ya mwaka huu. Na kuna ajenda za maombi ambazo nitaleta wiki ijayo, nitawaandikia kabisa, zitakazo kusaidia namna ya kuomba. Na tukifika mwishoni kule mwezi wa 12 utaanza kukagua ni mambo mangapi Mungu amekusaidia. Ombi la pili ambalo nitakuwa ni ombi la kwanza kwenye ajenda ambazo nitawapa wiki inayokuja, andika: Baba, niwezeshe mwaka huu. Baba, niwezeshe mwaka huu nitembee salama na nimalize kwa kishindo. Baba, niwezeshe mwaka huu nitembee salama na nimalize kwa kishindo. Na nimalize kwa kishindo. Unapoomba hili ombi, usemeshe mwaka mambo 3. Huu mwaka usemeshe mwaka 2026 mambo 3. Jambo la kwanza, usemeshe mwaka huu hautakufunga. Hautakufunga maana yake hakuna mtu anayeruhusiwa kufunga cha kwako. Inawezekana miaka mingine umekuwa akifunga kazi yako, wakifunga watoto wako. Usemeshe huu mwaka hautanifunga mimi, hautafunga kazi, hautafunga watoto, hautafunga mke, hautafunga mme. Ardhi isikie, mbingu isikie, hali ya hewa isikie, wewe huruhusiwi kufungika. Kitu cha pili, usemeshe huu mwaka hautanikataa. Hata kama umekuwa ukipata kibali sana, bado usemeshe kwamba 2026 hautanikataa. Inawezekana umekuwa ukikataliwa, lakini kwa ajili ya mwaka huu usemeshe mwaka 2026 hautanikataa. Ukukubali mwaka. Amen. Jambo la 3, usemeshe mwaka hautaniangamiza. Mwambie 2026 hautaniangamiza. Hautaniangamiza kwa ajali, hautaniangamiza kwa magonjwa, hautaangamiza uchumi wangu, hautaangamiza mtaji nilio nao. Usemeshe mwaka. Alafu utaomba kinyume chake. Manake utanipa mpenyo, manake utanikubali, manake utanipa afya njema. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Wangapi wamenielewa? Wangapi watafunga? Haleluya. Bwana asifiwe. Unafunga kwa ajili yako na kwa ajili ya familia na faida. Ngoja nikwambie, vitu vya ufalme wa Mungu havipatikani kiwepesi. Kuna vitu vingine inabidi tu press kwa nguvu.
ya mfungo na maombi. Bwana Yesu asifiwe sana. Ziko hali hata tungeomba kiasi gani hazitaondoka, zinadai uhusishe mfungo. Ukihusisha mfungo zitatii na zitaondoka. Amen, amen. Na siku ya kesho nitakuwa na mafundisho na maombi kwa ajili ya mabinti ambao hawajaolewa. Takuwa hapa. Natamani waone wanamaliza vizuri katika safari yao. Mabinti ambao hawajaolewa. Amini. Tapata nafasi wakati mwezi ujao nitaongea na vijana. Mwezi unaofuata ule kule nitazungumza na wote wawili, wa kike na wa kiume, alafu tutakuwa na maombi kwa ajili yao. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo kama kuna binti ambaye hajaolewa na umri wake umesogea wa kuolewa, mkaribishe pia. Tutakuwa na nafasi nzuri ya kuzungumza nao. Kuna vitu vingi sana kizazi hiki hatuzungumzi na watoto wetu. Kwa hiyo wanakutana na mambo mengi magumu ya ulimwengu kwa sababu hawana maarifa. Wanakuja kushtuka mambo yameshaharibika. Lakini Mungu atusaidie, tutapanda maarifa na tutawaombea wamalize vizuri kwa utukufu wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Lakini pia wiki ijayo tutakuwa na kipande kingine cha mwendelezo. Mwaka huu tutakuwa na aina mbili ya mafundisho. Natamani kuona Mungu anakufanikisha sana kiuchumi. Namba 2, natamani kuona pia Mungu anakujenga katika misingi ya kiroho. Kwa tutaenda na mambo mawili. Hizi wiki 3 kuanzia leo tunaangalia hizi rasilimali za muhimu ili uweze kufanikiwa. Naomba tusimame. Kesho saa 10 mabinti. Saa 10. Ombi la kwanza na tuomba vile vipengele vitatu. Msaada wangu mimi, msaada
Bwana Yesu, jioni ya leo naweka imani yangu kwako, naweka imani yangu kwako, ya kwamba utaanza nami mwaka na utamaliza nami mwaka, na utamaliza nami mwaka. Baba, jioni ya leo nifunike mimi na upako wa Alfa na upako wa Omega. Jioni ya leo nifunike mimi na upako wa Alfa na upako wa Omega. Kila mmoja anza kuomba yale mambo matatu. Unapokea hiyo neema juu yako, unapokea hiyo neema na upako wa Roho Mtakatifu juu yako. Rapapapapapapa rikokorobo shandarababosa tala Yesu rikarabababosha, ninaachilia hayo mafuta juu yako. Rapashandarabosa rikorobo shataraba inaraba kata ya manderebosa anaraba kakorobo shatarababa. Upako, upako wa Alfa na Omega unakaa juu yako. Riko satandarababosa, unapokea juu yako upako wa Alfa, upako wa Omega unakaa juu yako. Riko robosha, pokea ya mafuta ya Alfa na Omega juu ya maisha yako. Rikarabababosha, unapokea, unapokea mafuta juu yako. Endelea kuomba, endelea kuomba. Sarababababa, pokea ya mafuta, pokea ya mafuta, pokea ya mafuta, pokea mafuta. Yanakaa juu yako, yanakaa juu yako, yanakaa juu yako, yanakaa juu yako. Unapokea, 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 unapokea mafuta juu yako, mafuta juu yako ya Alfa na Omega. Pokea sasa, pokea sasa. Rapapapapapa, ule upako wa Alfa, ule upako wa Alfa, ule upako wa Alfa na Omega juu yako. Rikorobo sata andarabababosa. Endelea kuomba, endelea kuomba, endelea kuomba, endelea kuomba. Rakasikindarabaya, pokea mafuta ya utumishi juu yako, upako juu yako. Unapokea sasa ule upako wa Alfa na Omega unakaa juu yako. Rikasatarababa, pokea hiyo neema, pokea mafuta juu yako, pokea mafuta juu yako, pokea mafuta juu yako ya Alfa na Omega. Pokea mafuta juu yako ya Alfa na Omega. Fire! Milango inafunguka, matarajio yako, mafuta juu yako yanavunja vikwazo, njia yako inaimarika. Pokea!